Maono yangu kwa siku zijazo ni kwamba Kisii town will become a city. Na maridadi haya hata Governor Arati kiendelea, because of the significance of this roundabout, you will declare it a protected roundabout, because hapa ndio jamii ya Bagusi wanachukua msimamo na kukaribisha wageni ama wengine kuwakatalia mbali. Lakini mimi najihisi kwamba leo ni Mungu amepanga tuwe hapa na ndugu yetu mdogo, ndugu yangu mdogo huyu, His Excellency Governor Simba Arati, na nitazungumza juu yake mwishowe. Kwanza mambo mawili: ushuru. Hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea kwa kuharibu yule goose, yule bata, yule anaweza yale mayai, wanasema the geese or the goose that lays the golden heart. Mtu yeyote Kenya hii ambaye analipwa mshahara atakuwa akitakiwa in the next few days alipe kodi 1.5%, apende asipende. Na hata kina mama mboga, vijana bodaboda watajumlisha mapato yako, na mkulima analipa ushuru wa kiwango cha 5%. Na ndivyo mmesikia watu wa Mlima Kenya kule ambao wanakuza avocado na mimea mingine wamekataa, wanasema wako tayari hata kwa maandamano. Sema wao walidanganywa. Lakini Kisii ndio ndio number 1 kwa maandamano Kenya. Mjipigie makofi. Nyinyi mliibuka namba 1 thanks to the leadership of Governor Simba Arati, ambaye haogopi. Hata kule Nairobi tulikuwa tunasema jameni, si Simba Arati apatiwe 1 week aje tusaidie Nairobi. Lakini hapa mambo yakafanyika. Wa Machakos pale Mlolongo alijaribu, wakina Mawadhe huku wakaibuka namba 2. Hata Kisumu was number 3. Safari hii namba 1 itakuwa Mount Kenya, kwa sababu hawa wanalipa ushuru wa kilimo, wanaleta hata mbolea ambayo wanasema ni bei chini, lakini ni mbolea bandia, wanaweka mchanga ndani. Serikali sampli gani hii? Kwa hivyo mambo haya ushuru, sisi wanaazimio, na tunajua kwamba nilimwambia baba Raila tulipokuwa kule Homa Bay, nikwambia sasa wewe kwa sababu unataka watu wakupatie, because you need a country support, wacha wewe sasa ende uchukue kikiti, lakini sisi tutaendelea na kuwakosoa hawa, kwa sababu tabia hii ya kuumiza mwananchi kila kuchao hatutakubali. Na tutakuwa tukauliza wananchi, je, maonaje? Hata maonaje? Hebu nisikia tena mwasemaje? Wow. Mko tayari? Nikisema azimio sema tuko tayari. Azimio. Tena sema inawezekana. Azimio. Inawezekana. Kwa hivyo taxation tumesema kama azimio no. Kwa mahakama mara ya pili tunaungana nao kabisa, when we want to be enjoined in that suit, because it's in the best interest of the Kenyan people. Hatuwezi kusimama na tulale hati usingizi tukiona ni sawa na wananchi wanaumia. Kwa hivyo wale wananchi 8 million, tafadhali wachana naye tu bwana. Acha wananchi tu bwana. Wachana naye tafadhali. Afanye lolote bwana. Kufanya maandamano
kufanya mgomo kama vile madaktari sasa wamegoma. Kusomesha mwananchi wa Kenya ahitimu kama daktari ni gharama kubwa sana. Akishahitimu zaidi ya 4,000 hawajaajiriwa, na wengine wale inaitwa intern hawana hata mpango. Na ndio nasikia kwamba bajeti ya Ikulu inaweka 4 billion na walimu kuajiri madaktari waje wengine wasaidie Simba Arati kwa hospitali yenu. Ni level 4 ama ni level 5? Hata haiwezekani. Kwa hivyo hii ni jambo la aibu. Wangapi wanasema tuko pamoja na madaktari wetu? Wangapi wanasema tuko pamoja na walimu wapatiwe capitation yao? Wangapi wanasema ushuru lazima ushuke? Because uchumi hauwezi kukua mahali ambapo kuna tena udanganyifu. Nimeona Ruto akisema kuna makateli. Kiwango budget itengenezwe, ije uipekue vile unasema utaipekua wewe mwenyewe kama rais. Mawaziri wako wako wapi? Ndio wenye makateli hawa, si namna hiyo? Si ndio hawa? Hata anaitwa nani huyo tena? Nasikia ndiye chief whip or something. Yaani serikali ya makateli. Rais mwenyewe anakubali serikali yake inamilikiwa na makateli. Kwa hivyo hao waende nyumbani, wasiende? Wangapi sema waende nyumbani? Kisii hoye! Kisii hoye! Tutakuwa pamoja naye na hatubanduki. Asante, mefungua ofisi hapa ya Wiper. Samuel huyo Mwando huyu ndiye atakuwa akishikiliana na gavana na washikanisha. Nikisikia Simba Arati anashtushwa na mtu yeyote nitamlaumu tena nayo, lakini najua alikuwa meya, atakuwa na shirikiana pia na engineer huku na wale wengine wasimamie mambo ya Wiper. Wacha niseme hivi sasa, haya ni makali. Tulize, sisi viongozi wa Azimio tuliona ofisi ya gavana. Nyamaza, naomba unisikilize. Nimefika hiyo point na naomba unisikilize. Na mimi umejua mimi ni wakili, tena mimi ni senior counsel. Tungekuwa kule Uingereza ni wale wanaita Queen's Counsel ama King's Counsel. Kwa hivyo yale anazungumza hapa yana maana zaidi. Vizuri sana. Tumetoka huko upande wa Nyamira na Kibirigo na tukaona vile watu wanajitahidi, lakini kuna matatizo mengi. Matatizo ni ya kuharibiwa uchumi na serikali ambayo haijui inafanya nini, na ndio leo tumepeana idhini fulani, notice ya kwanza, na nimezungumza pale katika roundabout mahali ambapo pana umuhimu wa kihistoria. Nikasema hivi, Kenya hii inatawaliwa na sheria, ingawaji hawa kwenye mamlaka hawatambui sheria. Juzi hata Ruto akasema mahakama ilifanya vizuri sana, ikarudisha ile maneno ya ushuru ndio wapate pesa nyingi zaidi, yaani akamue hata zaidi. Lakini tumerudi kwa mahakama, na sisi kama wanaazimio tunapinga kwa nguvu zote utoaji wa ushuru kwa lazima, na tunajua tukisema hivyo tunasimamia maslahi yenu. Je, mnatuunga mkono? Wangapi wanatuunga mkono? Nataka nione kwa mkono. Tutapinga. Lakini ambacho nataka niongee, kule Mount Kenya wanatolewa ushuru watu wa avocado wamekataa, wamefanya maandamano, lakini wanajifunza kwa Kisii. Wakati wa maandamano Kisii ilikuwa namba 1, mjipigie makofi. Wakisii wana uoga, na tusije kuuziwa uonga huku na Kenya Kwanza. Kwa hivyo wao wameshtuka na vile gavana wenu ako na ukakamavu, ako na roho safi ya kusaidia watu yake waliomzaa, anajua shida zao, wakaona lazima wajaribu wamfanye nyamazishwe. Wangapi wanasema hawezi kunyamazishwa? Nyinyi mko tayari kukataa na gavana?
na sisi tunahakikisha Kenya nzima inajua Simba Arati. Wanajua kuna makucha sawa sawa, anajua anapendwa na watu yake, anapendwa na wazee wa kanisa kama mzee wangu hapa. Jali maslahi, mimi natoa, I've given serious notice. Tunajua wana mpango waseme Simba Arati ako na maguni, walete bunduki waende kwa nyumba yake waweke huko, waje wamshike. Wanasema mtu gani huyu mwenye ushawishi mkubwa namna hii? Sio tu kwa Wakisii, Kenya nzima, hata Nyanza nzima. Huyu hata heshimu Ruto, tunamshika. Kwani Ruto ni Mungu? Yule ambao tunaogopa ni Mungu. Wangapi anasema tunaogopa Mungu peke yake? Wengine ni kumenyana. Ndugu yetu Raila tunamtafutia kiti aende huko, na hata kwa mpango huu tunawashukuru hawa wa Kenya Kwanza. Wamesema wao wana shida na Ruto na Raila, kwa sababu Raila sasa katika eneo la East Africa amepata kura ya Kenya, amepata kura ya Uganda, amepata Tanzania, amepata Rwanda, amepata Burundi, amepata South Sudan, amepata hata Somalia. Hiyo ndio jamhuri, hiyo ni East African Community, na hiyo ni round. Wakati huu Afrika nzima inatambua kwamba viti hivi lazima vizunguke. Aliyekuwa mamlakani ambaye atatoka mwezi Februari, tumezoea Kalonzo atamweza kweli? Na wajue baba amesema kwa hapa sasa tunajua hii ya kufanya hivi na ya kufanya hii wewe sio hiyo ya uchawi wewe. Lakini nasema hapana, tuamini uchawi, tunaamini nguvu zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tumekuja vijana, mjue bado kuna kazi ya kufanya ili tuwasaidie. Governor, you are spot on. We have said, nikitoka Kisii leo ama kesho, mimi nataka niwaambie NSIS, DCIA, County Commissioner, OCPD, tukisikia shida ya kwa Governor Simba Arati, Wakenya wataandamana kutoka Lake Victoria mpaka Mount Kenya, na wataona shida ambayo wataweza kujua. Watang'olewa mamlakani because wale wabaya zaidi hata wanashinda mkubwa yao, wanadhani watakuwa wanamsaidia Ruto kwa kuangamiza Simba Arati. Kwa hivyo don't worry, hao wengine ni wadogo zaidi. Tunataka tujue kwamba Simba Arati yako pamoja nasi. Hao wengine tutavinya tu masikio, hiyo siwapatie namna hiyo. Ni nini mlichagua, mnajua vile mtafanya. Wacha basi nikamilishe.